Imagine Wakenya wamehack account ya X ya polisi wa Tanzania. Like sika wa bloody get account ya polisi wa Tanzania ya X imehakiwa as in ya National Police Service of Tanzania. Acheni niwaonyeshe. Samia Suluhu utasalimiana na suluhisho wewe. Ebu oneni wamehack na mpaka wakapost atu kama sikitiko makubwa. Tunadhibitisha kifo cha rais. Wewe mliona huyu wenyu mnamuua na akufi. Mkona mwenda kuua kwa wenyewe. Sasa shuali Samia Suluhu, sasa umetuingililia, umetushautia, na kama mtu hangekufa ungekuwa president. Unanyoshilia kifo ya wenyewe. Unaringa na kiti ya marehemu. Mpaka utuambia ati tutakuja kuharibia na kwetu kushaharibika. Na amekuambia kwa kina nani kumeharibika? Kiti ni ya marehemu. Wewe hata unaitwa Suluhu, hauna suluhisho. Mpaka akaunti zenyu zimehakiwa, mpaka Airtel yenyu imehakiwa. Na unatuambia ati tunakuja kuvuruga kwenye kwa kina nani? Kwanza na aliwaambia uko ni kwenyu. Na ni kwetu tuliwagawia. Ni kwetu tumewagawia mmeringa. Paka akiondoka. Ndio hii sasa. Ndio hii result ya panya kutawala. Anyway, guys. Hakini sasa CCTV za State House. Si hakini. Mtu unite. Jokes. One time. My people, Watanzania tuliwaambia wachaneni na Wakenya. Ni nini hiyo nasikia about the hacking? Police account imefanya nini? Na mulikuwa mna play hard to get. Ni tuliwaambia the war that you are trying to raise, it can never be successful. Watanzania, play low bana. Play with your class. Go with your standards. Anyway, twende nalo. Yeah, munacheza na Kenya. Itawaboboa. Yani, a few hours bana after Samia Suluhu ametuaddress, akisema Wakenya sisi ni wapotovu wa nidhamu, anatuaddress venye anataka bana. Meona kuna mwenendo, trendi, mtiririko ya wanaharakati kutoka Kenya. Wanakuja hapa kutuharibia kwa sababu kwao kushaharibika jamani. Nasikia X account ya police force ya Tanzania bana imekuwa hack. Alafu to make the matter worse bana, watu wamehack bana, wanaenda kupost pale vitu zao, alafu wanaingia live bana. Yani majama huku nje bana mmekuwa genji mbaya. Amuogopi walai, mlipeleka wapi uoga bana. Lakini pia Samia Suluhu hizo ni gani alikuwa anatuambia? Kwani ajui venye Wakenya wana dresi wanga walai. Mkenya anafaa kwa dresi wana upole na heshima bana. Ukianza kutuaddress venye unataka na kututusi bana, hiyo haiwezi kabisa. Sijasema ni Mkenya alihack, lakini najua hakuna mtu yote mwenye ako na ujanja kama hiyo kama si Mkenya walai. Hii lazima ni Mkenya bana. Enyewe Kenyans never disappoint manze. Ukitaka kikurambe bana, we mess tu na Wakenya walai jo. Jaribu tu kuguza Wakenya ndio utajua Wakenya ni kina nani bana. Kenyans should be respected walai jo. We should be addressed with dignity. Na hiyo ni X account bana, bado hajaguza ile ingine. Wadau, mnafikiria venye nafikiria kweli walai jo. Na asubuhi nimeona wamesema kwamba nimekufa. Jamani, wote warudi kwao kwa sababu wameharibu kwao na tutaki maneno yao. Waende. Tuko sawa sisi. This has got to be the loudest shut-up of shut-ups in online banter history. So, Watanzania kidogo waliona wamefika umri. Wakaamua kuambia Wakenya, acheni kuingilia mambo yetu. Sisi Watanzania mkichoka na kwenyu, msije kwetu. And Kenyans were just watching. And guess what? They wake up in the morning and the X account of their police force is gone. And guess what those who took control posted? Bwana wanasema mama ameaga dunia bwana.
Mwijaku, tulieni. Yaani mimi sijui niwaambie vipi ndugu zangu wa Tanzania. Yaani achaneni tu na ndugu zangu wa Kenya. Hawa hawana huruma. Hawa watawamaliza. Hawa watashuka na nyinyi. Na mnapoelekea katika uchaguzi nyewe wa Tanzania, yaelekea kwamba lazima sasa tutakuja kushiriki kwa huo uchaguzi. Maana tumeona kwamba hata mkienda kufanya uchaguzi kule, maamuzi mtakayoyafanya hayatakuwa ya busara, hayatakuwa ya hekima. Hivyo lazima tutakuja kuwasaidia. Tulivyosaidia tu ndugu zetu wa Uganda, nyinyi nanyi tutawasaidia. All right, guys, wait. So the news reaching my table this afternoon, or this lovely evening, is that the Tanzanian Gen Z, the Kenyan Kenyan Gen Zs hacked Tanzanian police X account, that's Twitter account, and posted on it that the Tanzanian president has died. Interesting. The man said Kenyans, I think the rest of us were sleeping. The rest of us are sleeping. Because what's this? Guys, how? Like how? You guys, like, I'm like, sometimes, do you know why I don't like talking much about you guys? Because whoever, like, even when someone is supporting you guys, he becomes your enemy. When he is your enemy, he is your enemy. So sometimes I feel like I should just stay away. But you know, my people that bring news to me will not let me rest. Mr. Anwar this, Mr. Anwar that. You guys. Okay, now I asked them what really happened. Then they told me that it was due to a political issue. So the Tanzania police arrested some of the Kenyan personnel. So now the Kenyan government ordered that they should release them, but the Tanzanian government refused to release them. Then today, Kenyans decided to hack Tanzanian police X account. Guys, if you don't see any reason to fear Kenyans, at least this should be a little reason for you to fear them. Just fear them. Fear them. One guy sent me a message the other time. He said, "Stop making Kenya feel like stop praising Kenya. Yeah, stop praising Kenya. You are making them feel like they are superior." Baba, what they did, you cannot do it. The kind of things these guys do, you cannot do it. We can't do it. So let's give them their accolade. Let's give them their flowers, because they move crazy when they move. So you see me, I always give them their flowers when they deserve their flowers. And when I see something wrong, I will tell them as well, even if they will get angry. You understand? Guys, take on a try. I love you guys. The man